Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another episode right on Zone 69 Magazine. They call me Mr. Billy, and of course, when you see a legend in the building, unajua, in our tradition, when a legend is next to you, wanasema unasimama, the legend anakaa. Kidis mwenyewe. Nambie nakuaje? Nasema never meet your heroes. Yeah, never meet your heroes. Your heroes. But me, I've met my hero today. Yeah, thank you so much. And yani pleasure mzee, pleasure sana. Nairobi kukoaje? Unajua zoea Mombasa, tunakuzoea Mombasa. Niko na nani ndani, niko na hoodie, nafu niko na hii hapa, na niko kwa room. Ni mwezi mbaya. Mazee nimeambiwa mwezi mbaya, lakini all in all ni poa, lazima tu exchange nani sometimes climate nini, I mean weather hiyo design unaona. Ni poa tu. Muhimu sana. So I've grown, listen up, nikikusikiliza. Music, yes, like since I was young, you've been in the game for more than 2 decades. Hizi ni miaka 20 plus. So ukianza muziki ulikuwa unaona utafika mahali umefika sahi? Sikuwahi jua. Sikuwahi jua mimi nikianza muziki. Napenda muziki. Na pia sikuwahi jua kwamba nikifika pale itakuwa aje. Sikuwahi jua kwamba superstar ama ustama being well known ni mzigo mwiba. Sikuwahi jua. Kuna vitu vingi siku expect. Nilikuwa najua niimbe, napenda kuimba. Hata sikuwa najua kwamba nikishaimba nitaanza kupewa pesa. I am telling you, sikuwa najua. Mimi nimeanza kuimba nikiwa kitambo teenagers. Nikiwa teenager 1995 huko 92 93 94 so sikuwa ijua. Sasa nimefika mahali naona kumbe ni serious thing. Sasa ikawa hivyo. Sikuwa najua, ni Mungu tu. So umeona industry ki evolve 1995 ndo tulikuwa tunajenga the Kenyan music sound. Ikakujika grow, akina Isa wakachukua wakaitake to the next level. Kuna new generation baada sisi urban tone inakuja. So out of easy all the generations zenye umeona za music, which one unaweza sema ili shape the industry vilivyo? Ukikompare ile foundation ya akina Josiah, akina Tejo, akina Jua Kali. Yes. I think yenye imeshapen industry vizuri. Ni generation ya sasa, sijui in terms of payments ama money, getting money, because walianza ilikuwa hakuna pesa, hakuna technology, hakuna anything. Unaenda piga show unapewa 3,000 ama 2,000. Back then 2000, early 2000. Wengine walikuwa wanapewa pombe. Walikuwa wanapewa grade F2 hapa na Florida hapa, na Florida ingine tuko nayo Mombasa mpaka leo. Mna rap pale nini Genje kitaa 90s hapo. Middle 90s, early 90s mnapewa beer. Mnapewa chupa kadhaa. Unaona. Walishapen vizuri, nafikiri ni baada tu ingie technology. Unaona, ndio wakaiweka industry vizuri sana. Sasa siwezi mention them, but ni hao sijui ni wajua leo natoka huko, kesho nakuja, sasa unashindwa, hawezi keep up vizuri. Lakini tuseme tu sote tumesaidia, kila mtu ana msaada kwa industry. Niseme tu hivyo. Kuanzia wa mwanzo waanzilishi mpaka sasa hivi hawa vijana ambao wapo sasa hivi. So kumekuwa na debate, a big debate. Wanasema nyinyi wenye mlianza, so venye technology ilikuja ikawarusha nje. Hamku adapt in terms of streaming, in terms of the style of music. So unaona of late a lot of legends wanajaribu ku come back, but hawako appreciated, ama wachukuliwi venye walikuwa nachukuliwa kitambo. So wewe umekuwa in the game hizo miaka zote, you've been relevant all these years. Siri ni gani Kidis? Siri kwanza, legends ambao wanajaribu kurudi ni kama vile mtu ametumbukizwa kwa dump, kwa dump, sasa anajaribu kurudi slippery. Ni kwa sababu ya behavior, ego. What these people, yani ego ni mbaya sana. Unajua wanaambiwa ukifika hapa wewe bwana, you are not friendly na mtu anaweza kukuua. Yani unaanza kupewa negativities tu, kwamba bwana usiongee na watu, usifanye hivi, usipokee new numbers nini, presenter akikupigia usimwambie kitu, mtume kwangu. How you need to build friendship na watu. You need people. We need each other. Tunahitajiana ndio to grow. Sasa wewe unajikaa hivyo na nani? Sasa alafu kitu ya pili nawaangusha hawa jamaa. Hawataki kubadilika. Badilika na nyakati tofauti. Umeelewa? Cha tatu, mimi sikuimba kama fulani. Sikufanya I didn't do music. I didn't start doing music. I didn't do music kwa sababu watu wanafanya. No, ilikuwa I'm a Catholic. Nimeimba kwaya, nimekuwa kwa kwaya since 1993. Mpaka 1996. Kwa kwaya. Miaka 3 hizo. Napiga ngoma huko na bezi ile. Chakula cha Bwana tayari, twende ni tukale,
wote ametualika, yani Ngenje Kita. Uninyunyizie Islamic maji. pia nimeingia madarasa. Yep. Mtume kazaliwa ni mwana yatima, aliondokewa na baba na mama, aliyemlea ni mama Halima, Mungu amjaze majazo mema. Kote kote nimechanganya. Sasa unaona, sikuimba kama mtu. Tayari yani nimeingia huku Catholic, Islamic nini, yani vitu zote nimefanya. Sikuwa inspired na Mambulula wa mtaa. Sikuwa inspired na East African. East African wamenikuta. Ni vile walitoka mapema kwa sababu walikuwa close to this equipment. Yeah, interesting. Siri ni hiyo. Niko mimi kama mimi. Alafu naishi maisha yangu tu. Siishi maisha ya mtu. Nasikiliza watu lakini na kusikiliza alafu I live me. Okay. Siwezi kusikiliza niishi wewe. Okay. Na siwezi ishi maisha yako. This is me. Hiyo ndio siri. Interesting. Umejeka juu magari, mauba nini? Mimi napanda matatu kutoka Kamwele iko juu. Nashika KBS na zangu Chaka Ranch naingia radio station. Kenyans they are whispering, hey, it's him. Hey, yeah, he's the guy here. I say, yeah. That is me. Yeah. Being authentic. Sina kidunda cha tumbo, namshukuru Mwenyezi Mungu, na washukuru mashabiki. Sina stress mimi, namshukuru Mwenyezi Mungu, na washukuru mashabiki. Siogopi kufanya lolote ambalo mimi nalipenda liko zuri na halitakuwa baya kwa jamii. That is me. So tumekuona ukifight for the rights of wasanii sana. Kwa Mombasa tumekuona kidis pako unajita rais wa wasanii wa tulianza huku kwanza kabla niende Mombasa. Nini na kupush ufaitia wasanii? Because wanasemanga like wasanii hawana umoja wenyewe. Lakini tumekuona huko mbele sana, unataka wakuwe na maisha mazuri like wasanii. Of course, nilikuwa nafanya hivyo na mpaka leo nafanya hivyo. Matter of fact niko Nairobi juu ya hiyo story pia. Sisi ni wasanii. Mziki wetu unachezwa kwa radio stations na TV na maclubs na magari hizi PSV na maduka wanaweka radio TV. They need to pay us. Hiyo ndio system tuko nayo Kenya, si kama majuu kwamba kila mtu anakuwa na monitor, anaka system monitoring system ile ya nguvu zake. Hatuwezi. Ile monitoring system ni 50 million. Yako 50 million ile. So wanatukolektia pesa lakini hawatupatii. Mimi sisi tunaimba, tunaweka ofisini, tukolektieni pesa zetu kule. Ninyi mnatunyima mnazikula. How can you collect 490 million and then you distribute only 70 million? Admin cost nil. Does it make sense to you? No, it doesn't. Ndio maana napiga kelele. So far umeweza kumeka breakthrough ama bado unagonga ukuta? Because kuhusu kufaitia? Kufaitia. Tumeona watu wengi wakifight hadi wanasema hii election sasa inafaa MCSK ikuwe inaraniwa na wasanii. Unakuta wasanii wanaenda huko pia wanapewa kitu. Wakirudi wanasmile. Tuwapatieni muda, amepewa mita. That is what is happening. Hiyo ndio kitu na happen. Alafu kwa nini tu collect as we speak MCSK kwa MCSK1, MCSKA, MCSKB. Hawa wamecollect this much, hawa wamecollect this much. Tunauliza mtatupa, hii haitoshi. Sasa imagine. CMO zimekuwa 4. Zilikuwa 3. Sasa zimekuwa 4. MCSKA na B. Wa zamani wanataka kutoka, hawa wapi wameingia kinguvu. Serikali na mambo mengi ya kufanya. Na wote bado wanakusanya. They're collecting, wengine illegally kabisa. Illegally hawana hata nani. Hawana to collect illegally. So pesa ni zetu. Mambo ya wasanii kubwa. Usanii ni mgumu man. Ununua kashamba huko, weka tomato, 21 days unavuna. After kujua yote nini bado imekumake umestick kwa game. Unajua kuna wasanii wenye mlianza nao saa hii they are doing vitu tofauti sana. Wamesema muziki wachana nayo. Kwanza wako na ulcers mingi sana. Hawakutaka kusoma game. You have to learn about something. Unajua penda kazi usipende mshahara. Most of them walikuwa nataka tu pesa. Lakini hawajui kwa sababu hata kumwambia Ebu niimbie hapa, niimbie chochote tu. Ni vibe please, nataka ni feel good. Hawezi vibe. But mimi naweza vibe anything na ukasikia good. Yani kitu mpya itoke kwa kichwa changu. Sasa hivi na usikie good. I can do that anytime. Umenielewa? Lakini they don't have artistic in them. Yani they're not artists. Creative, they don't know how to create it. They are not creatives. Wamepelekwa tu ndio maana my big brother Redson alikuwa anapiga vita watu. Mimi pia namsupport sana. Mtu anapelekwa kama lingombe anatengenezwa. Wengi wanatengenezwa na kompyuta hizi hapa.
mpaka unasikia watu tunakata mwambie chukua hii imba live ama piga freestyle imba na watu hakuna tabu. Anasaidiwa na nani auto tune ma computer hizi ma boost hizi manani ma software ma plugins. So wewe ni mzaliwa Mombasa, umegrow Mombasa sana. Lakini unajua both industry ya Mombasa na industry ya Nairobi. Industry ziko tofauti sana hizi industry mbili. But umehit kote. Si ndio? So kwa ule mtu mwenye ailewi industry ya Mombasa iko kivipi na industry ya Nairobi iko kivipi, unaweza zicompare aje hizi industry mbili? Nazijua zote. Industry ya Mombasa ni ya majungu. Yaani majungu yale mimi naimba vizuri kuliko fulani. Industry ya Nairobi ni ya biashara babu. Toa ngoma tuende tukapige kazi. Ngoma ndio hiyo, tafuta kampuni, chukua kampuni, proposal zinaendelea. Unamuuliza msanii Mombasa, vipi tu unaweza kuna proposal? Proposal ndio nini? Hajui proposal ndio nini? Anajua kuimba. Si imba vizuri. Yeye imba vizuri kuliko Kidis. Yeye ndio star. Na anakufa njaa. Hiyo ndio Mombasa. Talent iko Mombasa. Kenya, Nairobi hakuna talent. Talent iko Mombasa. Musically, someone is singing in front of you, you feel like wataka kusinzia. Una forget past ama umekuwa job na stress. Ni Mombasa, sio Nairobi. Nairobi ni muziki wa trending, na ndio muziki wa pesa. Umeelewa? Mtu anatoa ngoma within 3 months ashapiga show 15 basi. Unatengeneza pesa yake. Anatulia. Mombasa watu wana album pale, na show hawana. Hakuna show. Wanaimba vizuri. Na kipatikana show fulani usimweke bwana, fulani msimwacheni. Yani hawa support talent, wana support watu. Nachukulia mtu akaekwe. Sasa mwisho wa siku mtu anaperform, watu wanamwangalia. Utakuja pigwa mawe. Kwa hivyo tofauti ya muziki uko Mombasa, lakini ule muziki wa sifa. Nairobi muziki si wa sifa, muziki biashara. Tufanye kazi. Nimekaa miaka 13 Nairobi. 13 good years. Mimi nilikuja hapa 2010. Now interesting, hapo 2010 nasikia hapo Kamua remix uko origi 2010 December January nikaiachia, remix ni February 2013. So tunakuwa na Grandpa kidogo, Grandpa inaenda then Kufa. Inapotea, alafu Kidis anapotea kidogo, alafu miaka kadhaa anarudi tena. Ni kwa sababu nilipotoka, wajua ukiwa kwa recording label kila kitu unafanyiwa. Sasa ukitoka na kwa manami matter of fact tangu nitoke pale mpaka sasa mimi niko mimi tu. Nilipotulia kidogo kwa sababu nisome jamaa alikuwa anafanyaje. Na ilibidi sasa nitafute, nikabidi nirudi coast. Nianze tena zero. Nimeanguka. Hebu nirudi nione nimekosea wapi ndio nipite tena ibara. Basi nilirudi nyuma. Ndio maana nikarudi tena. Lakini ningeendelea kuwa hapa nisingekuwa hapa sasa. Nisingekuwa nasikika. So stories zilikuwa mingi. Alikuwa anawaibia, alikuwa anawakandamiza, story kibao. Pesa mingi sana. Pesa nyingi sana. Hata mtafute DNA atakwambia, mtafute visitor. Kwanza mtu ambaye anaweza yani visitor umpatie gani hivi anaweza mfiatua jamaa kwa sasa nyingi sana. Mimi hata sometimes we talk refigana noma. Kwa sababu I believe that kila mtu ana mazuri na mabaya. Alifanya mabaya, unaacha mabaya, unabaki uzuri. Kwa sababu for me Refiga alinisaidia ku boost jina langu. Sawa. Hata kama alitumia ilikuwa ni song moja, lakini alinisaidia, niliacha mahali. So sipaswi kuongea mabaya tu, hapana, kuna mazuri pia. Na sana zaidi, na I'm insisting tushikage mazuri, Refiga alikuibia hakunibia. Mtu ishi hivyo. Hasa hapo kibinadamu labda watembea na maleka mfukoni. Lakini na njaa hii lazima niseme kafanya mabaya mbulula. So katika mazungumzo ya mtaa watu wengine kwa nasema ameenda na nyota za watu wengi. So nyota yako inaenda inachukuliwa, hutashine tena. Hata mtu yote wanasema mtu yote alitoka huko ajaribu aje kurudi katika industry hizi shine. Na hii tena ikareflect Wasafi huko Tanzania wote, Mombasa Bongo, hiyo yote nikaa group moja. Ukitoka Wasafi au ufanyi kazi. So ushirikina in music imekuwa there as a conversation for the longest time. And na watu wengi huwa wanailink na watu wa Mombasa sana na watu wa Tanzania. Yani coast region. Yes, watu wa coast region. Msanii anaingia huko kidogo anakuja na vuma anasema alienda huko akaingia kwa ocean akaswimu usiku akatoa nuksi akarudi. So wewe umegrow huko, umeanzia muziki yako huko, umekulia huko. Hiyo witchcraft kwa music ni ukweli ama ni story? They do, but for the time being I said si mimi kama ningefanya ningekuwa nimepotea kitambo sana. Yaani ningekuwa nimeisha ile, hata ile ningekuwa kama wale pop alafu siko TikTok, siko wapi, nimeisha. Hakuna kitu kile unajaribu juu tayari ile kitu ishafanya kazi yake, sasa imeshuka na chini ile kukuta nayo. It's like you are dating a white guy ama a white lady.
when you are dating a white lady as a man, when you are dating a white lady, anakuspoil, nunua friji, gari, nyumba nini. Ikifika mahali kwa baby, hebu tuuze hiyo gari, tufanye hivi. Baby, tuuze hiyo nyumba, naja nakuchukua. Baby, anataka anakuacha, yani anakuondokea mpaka penye alipokutia inashuka. So unakuwa chizi barabarani. Wapo mtu hapa watu wanatembea wamechizika huko. Kwa hivyo hizo vitu hazisaidii. Wapo watu wanafanya walikuwa wakifanya. Mimi sijaenda kwa mganga nimwambie mganga nataka niwe msanii mkubwa. Yet I am talented. How can I naweza kuwaroga nyinyi yote miaka yote hiyo over 20 years. How can I si hakuna abrakadabra namna hiyo naweza ifanya. Mpaka leo mimi nikipita kujembe mpaka leo basi nimewaroga urogo huyu. Uchawi gani? But waliofanya hivyo hawapo definitely. Kwa sababu unaenda ukiendaga juu umeforce. Don't force singing ama musically. Muziki au force lazima ukue na vibe, ukue na feeling. First of all, lazima ukue emotional. While you are singing, while you are recording here, lazima ukue emotional. Once you are emotional, unatoa tune nzuri, watu wanasikia vizuri. Lakini kama uko emotional, utatoka ngoja nikavute. Mwisho tukija baadaye sisi tutakuta mic inanuka. Akili imeenda. So industry ya sasa una respect the pioneers kama nyinyi ama unajua nasemanga like watoto siku hizi wana heshima. They don't respect for the real, pioneers. hawana heshima. Lakini what goes around it comes back around. Wapo wengine wameshuka wakatafuta na tukakataa. Mimi sitaki. Sulika huko juu. So many. Hawana respect kabisa. They think they are everything. Hata sisi tulifikiria we are everything. Hatukujua kwamba time itapita, wengine wako. Let's wait for them. They will see. Okay. So tukimalizia, ni nini unaweza ungekuwa na uwezo wa kurudi back, uangalie your career. Ni nini ungekaa chini useme I want to do this differently than I did. Yes. I mean nafikiria tu kufungua academic music. Teaching the vocals and everything. Behavior, kila kitu about vitu za muziki tu hizo fresh. Nifundishe watu jinsi ya vocalizing and everything hizo inaitwaje kitu. Yani behavior kuna nyingine tunatumia nimesahau. Unaona vitu kama hivyo niwafundishe tu njia ya muziki. Ukitaka kuimba, usinataka kuimba na sitakaa na mtu ambaye anataka kufundishwa kuimba. Si msanii kwa sababu mimi hapa nilipo hata mtu ambaye hayuko interested na kuimba nitamjua. Hata kama umekuja nikufundishe nitajua tu. Utanisumbua. Ukinisumbua kwambia enda So wale ambao wana vipaji lakini unaamini bado hawako sawa. Basi mimi nitakaa nao niwafundishe nini. Nitafungua academy online na class. Na classes za physics. Na live band because nitakuwa na live band. Nichukue watu vijana band fresh tu. Kids band ama the jembe band ama nini. So kuna young artist wanaweza watch hii video. Na kuna wale ambao ni mafans wako pia. Unaweza waambia nini? Mashabiki naambia tu kwamba Kenya yetu muziki wale tangulia hii music mambo ya muziki wale tangulia hawakutuwekea system ya kwamba nyinyi muweze kutu appreciate sisi hapa. Nyinyi mnaamini kuview YouTube na kulike TikTok kutopata pesa. Hakuna pesa huko. Views 1000 ni $1. Na hiyo views 1000 upate within an hour, si eti siku mbili. 1000 views ukizipata na siku mbili hiyo dola hakuna. Watch time hours. Kwa hivyo you guys are doing that lakini hakuna kitu bado. Mimi siwezi ngoja $13 ndani ya miezi 6. Na nyimbo nimetumia maybe 300,000 audio video Vixen nani mambo ya Vixen media tour kama hizi nimetoka Mombasa sio? Nimekuja na SGR. Umeona na nirudi na hiyo ni pesa. Navaa nala alafu unakuja unangoja $13. Hawakuelekeza jinsi ya kufanya lakini mimi nasema hivi ukimwona msanii yako TikTok kama ako mahali naomba support naombeni mnisupport bwana chochote guys please do that because celebrities especially sisi wasanii wa kuimba tunapitia mengi sana hatupati pesa tuna watu wanatukolektea pesa wanazikula they so called MCSK sijui Prisk sijui Campo wanakula pesa vile wanataka when you call them wanaongea vile wanataka ukienda hapo unaambia fulani hayuko there is no day unaweza pata wote pale ukawaambia shida yako na yetu ndio tumewaandika kwa hivyo mashabiki ukiona tu msitanisha wasanii njaa hadi hapana no umemsikiliza miaka mingi appreciate hata shilingi 5-10 ukikutana na msanii barabarani you must be kids so ni aje unakunywa maji ndogo tu ya 30 bob mtu akikushukuru kwa moyoni inakuingia zaidi kuliko hii ya mdomoni utanipa yale maji hata nisipokuambia asante lakini moyo wangu umesema nashukuru Mungu anakuongezea mbele umeelewa haya kwa wasanii wachanga mambulula usiwahi vimba alafu usiwahi vimba
Alafu mziki auendi na wanawake. Mziki unaenda na feelings, moods and everything. Na whatever happens in our society. Mziki auendi na wanawake. Na kuimba si kupata wanawake. Jaribu kuja na your own, just come with your own unique voice ama style ama nini. Usiimbe kama kids, usiimbe kama fulani, yet the originals wako bado tu wana exist. Jaribu sana kuja na kitu tofauti, alafu mwache kusumbua watu, tufanye kazi mjomba. Ukiambiwa vipi audio 10,000, mimi nitataka tu nipe mafuta 10,000. Mtu pesa yote hiyo, mziki ni kazi. Na mziki ni kazi kubwa sana, ni pesa mingi, you have to spend a lot. Kuna watu wameuza vipande vya mashamba. Watu wameuza mpaka magari ufanye mziki. Sasa kule nje naona akaambia studio vipi, ni aje recording ni how much? Pasong ni 2,000. Hiyo sio studio, wanalipa, wanachukua hiyo pesa wanajifundisha. Enda ukalipe mziki 25,000 Kenya shillings. Wanajifunza na wimbo yako. Kwa hivyo underground upcoming, make sure una hiyo talent, kwa sio utakufanya kwa sababu kids anafanya. You will never go anywhere. You want to go further, never. Utatuchukia tu kama mnavyotuambia kwenye TikTok, kwenye nani, kids bwana umezeeka tuachie game. Mimi niliachiwa na nani? Hamna. Work harder, acha umbulula. Any new project, album, EP? Sijawahi toa album, sijawahi toa EP, sijawahi toa album wala EP. Mbona? Kitambo zilikuwa zinauzwa kwa supermarket. Zimeenda hapo. Siona watu wanauza album zao kwa supermarket. Ile the previous supermarket ilikufa ile. Leo nakuta zilikuwa zinauzwa 800, 900. Nakumbuka. We don't sell albums in Kenya. Kenya you release audio, video, usukume, uende show sasa ukajitafutie mwenyewe mlangoni, mvua imenyesha kupata 3,000. Hiyo ndio muziki ya Kenya. Or you wait from January to December, season, festive season time. Uende uitwe show moja upewe 50,000 ama 70,000. Mimi watoto wangu wako shule, watoto. Hiyo 70,000 mwaka mzima tutasaidia sote. Haiwezi. Sasa inashindwa muziki ni nini? So single umemwona mimi single tu. Natoa single, nisukume iende, nikapige show, niwapatie watu natoa chochote, watoto shule, wewe pia ule uvae vizuri badilike. Tunaambia tunarudia nguo. Sisi hatukodishi nguo, tunanunua. Nimevaa leo naweza lala nayo kitandani kaamka nayo, maana ni yangu nimenunua mie. Ya kwako. Na wewe hujanipata sumu nikanunua. Yangu hii. So kidis nashukuru sana. And of course that's a big lesson, man, like for those guys rushing out to release albums, EPs, man, is it a niche that you want to follow? So that has been the legend himself, of course, a man like Jembe mwenyewe, all the way from Mombasani. Na imekuwa impromptu, but I believe siku moja we'll sit down, have a deep conversation about hii ni introduction tu, ndio akirudi asikwe ni stranger. So all in all, that has been it. Remember to subscribe, share, remember to comment. My name is Mr. Billy. See you on the next one. Salute.